Snake girl. Snake girl. Nilikuwa mwema, mwenye nuru na utukufu wa Mungu. Sikuwaza kama talipa kisasi. Nilikupenda sana Sophie, lakini Sophie hukupendeka. Leo hii wanifuata, wataka nikusamehe. Chibaba huyo. Nyimbo yake ilikuwa kali sana Chibaba. Kaka, nimekuja kwa shari. Sijakuja kwa heri, nimekuja kwa shari. Kaka, nimekuja kwa shari. Unataka kuleta uchuro kwenye familia? Kaka, bora sielewi. Unaifanya ujui ya? Unajifanya ujui? Unajifanya ujui? Wewe unataka kumbaka au shemeji yako? Juli, msukuma gani mshamba wewe? Kwenye wasukuma hakuna msukuma mshamba kama wewe. Wewe unataka kumbaka shemeji yako huyo? Uchuro unatoa wapi wewe? Unatoa wapi uchuro huo? Ndio. Unafanya ujui? Shemeji unataka kunibaka wewe? Shemeji? Shemeji eh? Unamwita sasa shemeji? Wakati unataka kumbaka ukumuita shemeji eh? Wakati unataka kumbaka hujamuita shemeji. Nimekuja mimi sasa hivi unamuita shemeji. Huyu hawezi kukusingizia. Hawezi. Kaka, mimi sijampaka. Sitaki. Kama unataka kumbaka shemeji, watoto wangu utabaka wewe. Utabaka watoto wangu. Sikilize kwanza. Mimi nimetaka kukubaka wapi? Unataka kunibaka shemeji wewe. Uliingia chumbani. Baadaye nilivyokufukuza tu ukadondoka pale sebuleni. Wapi kwako? Ndio. Mume wangu alitaka kunibaka huyu. Huyu hawezi kukusingizia. Hawezi. Kaka, mimi sijampaka. Sitaki. Kama unataka kumbaka shemeji, watoto wangu utabaka wewe. Utabaka watoto wangu. Yuri. Wewe anakujua toka tumekuwa pamoja. Tulikuwa wote pale Mabatini Mwanza. Leo unakuja kufanya mambo ya ajabu. Umepata wapi hiyo tabia? Nisikize kwanza kaka. Shemeji. Basi subiri kwanza. Kusafiri hivyo vinchi vyako vya ajabu ajabu. Utamaduni wa kuja kubaka shemeji yako umetoa wapi? Sasa ngoja nikwambie. Hata nikifa. Kaka ngoja basi. Subiri na kumalizia. Hata nikifa. Hata nikiugua pale usifikie. Na jeneza langu usiguse. Twende. Kaka nisikilize kaka. Sina muda. Kaka. Ulitaka kunibaka ndio? Mimi. Ndio. Wala sio muongo mimi. Ulitaka kunibaka. Kaka. Watu wanajenga kia Mungu. Niendelee niangalie huku. Ndo huu. Bongera nyumba. Mama yangu. Kalikuwa kadogo. Sasa hivi limekuwa likubwa hivi. Wenyewe. Karibu. Unanishangaa nini? Nimekuja. Nimefuata watoto wangu. Mkombozi. Ni mara ngapi nimekuambia usije hapa kwangu? Nimekuja kuangalia watoto wangu. Watoto wako? Ndiyo. Una watoto hapa kwangu? Wewe nimezaa na jiwe. Nimeshakwambia Mkombozi, unazidi kunikosea.
Nimeshanikosea mara nyingi sana. Leo unazidi tena kuja kunikosea. Huna watoto hapa kwangu. Watoto gani ambao umezaa na mimi? Wewe Maisha wewe. Hivi kweli unaniambia hivyo kweli mimi? Mtoto wa watu. Mbona unielewi wewe? Watoto gani hao? Shabale bensika. Utaongea sana Kirugu, lakini mimi nakwambia huna watoto hapa kwangu. Watoto wawili. Wa kwanza Samueli, wa pili Aisha. Na nilikwambia majina ya bibi na babu. Una uhakika? Una uhakika wa watoto hapa kwangu? Hivi unakumbuka mume wako alisafiri mwaka mzima, mimi niko hapa na wewe? Haikuhusu. Kusafiri kwake mume wangu mimi, wewe haikuhusu hata kidogo. Nasema hivi, kilichobaki sasa hivi tupime DNA, tuangalie watoto ni wa nani. DNA. Jamani, mimi sijui cha DNA wala DNB wala DNK. Hiyo unaijua wewe. La kwanza. La pili, DNA ni vifaa vya wazungu, sawa? Vinaongopa. Haya, tukienda kupima ikaonekana watoto sio wa kwako, itakuwaje? Utaona aibu wewe? Tutaangalia rangi. Kama ni mweupe sawa, kama ni mweusi wa kwangu. Haro, hivi unaweza ukacheza na mimi na degree 5? Actually nikwambie kitu hujaelewa, kama mimi ni msomi mkubwa. Hiyo DNA ina maana kubwa kuliko unachokiongea wewe. Kumbe wewe hunijui Unanisikia tu kwenye redio. Sasa subiri. Afande. Nakuomba mara moja uje hapa kwangu. Na niitia polisi. Wale anipeleke jela. Kuna mtu ananisumbua, naomba uje. Tena ufanye haraka. Ndiyo. Shenzi kweli. Watoto wangu niwache au gerezani ambako ataishi huko, asikumbuke hata nyumbani kwao. Ndio itakuwa vizuri. La sivyo tanisumbua. Bi mkubwa. Yo, bi mkubwa. Taspata bi mkubwa. Sasa bi mkubwa, bora at least leo nimekukuta wewe, kwa sababu yani nakujaga hapa bi mkubwa. Nagonga ligeti lakini hata wanifungulii. Yani leo kama Mungu tu yani. Mimi naitwa Ebitoke. Ebitoke nimetokea huko Kielime huko Bukoba. Nimekuja hapa mjini kutafuta maisha bi mkubwa. Mimi shida yangu tu ilikuwa natafuta kazi humu ndani. Yaani wewe binti umetoka kote huko kuja hapa kwangu kutafuta kazi. Sio sasa hivi, yoga napita kila siku nagonga. Bi mkubwa, kwa kweli mimi maisha yangu yamekuwa magumu hapa mjini. Wanaume wenyewe wananisumbua kichwa, wamekuwa waongo. Wananidanganya kila siku. Kazi yenyewe mtaani hamuna. Sasa nikaona hili nyumba hili kutakuwa na kazi humu ya kunifaa bi mkubwa. Uniajiri tu mimi. Yaani utakuwa umenisaidia. Sina hata kazi. Nyumba yote hili kweli bi mkubwa unakosa kazi ya kuniajiri mimi? Sina kazi, nimekuambia, ya kukupa wewe. Na watoto humu ndani wanafanya kazi. Sio eti nikupe wewe kazi, haiwezekani. Sasa bi mkubwa, hao watoto hao wanatakiwa wakae walilakisi, mimi ndio niwafanyie kazi sasa. Mimi niwafulie, niwapikie, kila kitu niwafanyie. Nimekwambia sina kazi ya kukupa wewe. Naomba uondoke. Sina kazi ya kukupa. Naomba uondoke. We mama, mbona naomba uondoke tafadhali. Sasa mbona makasiriko na mimi? Mimi nimekuibia mume. Jamani. Nimekuambia ondoka. Haya sawa. Naondoka, makasiriko ya asubuhi. Kwani mimi nawe tuna ugomvi mama? Hebu ondoka. Haya sawa, naondoka. Ondoka. Makasiriko asubuhi yote hii ya nini? La. Yaani leo kila mtu anakuja kunikera. Jamani. Nilikuwa mwema, mwenye nuru na utukufu wa Mungu, sikuwaza kama talipa kisasi. We mzee, vipi wewe? Fala wewe. Samahani binti. Unajua thamani ya simu? Unanipamia, unajua thamani ya simu? Nimekupamia bahati mbaya. Mazee mengine si yakoje? Unatoka na stress zako huko nyumbani na unaleta stress barabarani.
Samahani binti yangu, na watoto kama wewe. Una binti kama ndio, na binti kama mimi, lakini huwezi kuwa mimi, siwezi kuwa binti yako. Fala nini mzee? Una akili kweli? Mweusi muone kwanza. Una hadhi ya kuwa babangu wewe? Hivyo hivyo. Hivyo umejiangalia vizuri? Una hadhi ya kuwa babangu? Samahani binti. Samahani ya nini? Hii barabara yako muone kwanza. Una bahati yako simu yangu haijavunjika. Ungegharimu maisha yako yote kwenye hii simu. Lioni kwanza, maskini mkubwa wewe. Eti una binti kama, unaweza kuwa na binti kama mimi wewe? Jiangalie mzee. Mbona Mama, ulikuwa umeenda wapi na baba? Nilikuwa nimeenda airport kumsindikiza baba yako, amesafiri. Mama, kwa hiyo baba amesafiri? Mama, kwa hiyo si chuo tutaendaje? Ondoa shaka. Maagizo yote ya chuo kaniachia mimi. Alafu hajakuaga wewe, ulimuudhi kidogo baba yako. Nilimuudhi nini? Alikukuta siku moja unaongea na simu, tena hiyo simu ya wanaume. Ndio maana kaondoka bila hata kukuaga. Baba alinikuta naongea na shemeji yangu wa Kongo. Anaitwa Creva. Shemeji yako tena? Ndio. Wa wapi huyo? Wa Kongo. Wa Kongo? Ndio. Kwa hiyo umepata mchumba? Nimepata mchumba wa Kongo mama. Kaka mmoja hivi tulikutana naye mtandaoni. Ni handsome muone. Kweli? Kwa hilo mwanangu haina shida. Kwa hiyo yani huyo mchumba ukishamaliza tu chuo tunafanya maandalizi ya ndoa. Si unaona? Eti basi haya, haina shida. Basi mimi niende ndani. Haya, nenda mwanangu. Mchumba wa Kongo akimaliza tu chuo wanafunga ndoa. Maswala yo baba ameenda wapi, baba yanamhusu nini? Umetoka chuoni ndugu yangu. Pambana, hizi ndio shughuli za mjini. Achana mambo ya chuo, usio nawaza chuo. Labda kama unawaza kitu kingine niambie kwamba mwanangu na mawazo mengine, lakini kama unawaza chuo sasa hivi sahau. Sasa hizi ni kazi, tufanye kazi tupate hela, tukatumie. Mwanangu unajua nini? Unakumbuka ule mzee yule mwenye kitambi tulikutana naye kuladi tukamcheka cheka? Tulikutana naye pale. Alikuwa na mke wake, sijui mke wake yule wanarumbana. Yule. Unajua mimi na date na mwanae yule tangu tuko chuo. Kweli? Na jana nilienda kwake, ila lengo langu kwenda kwa ule mtoto mwanae yule ambaye na date naye. Baada ya kwenda kule nikamkuta nani sijui babake mdogo sijui nani akanifukuza. Kwa mwanangu unang'oa chombo cha yule mzee. Mabaria. Ma-HB maendi samu sukari. Mwa. Tunatuhitaji sisi wanaume sukari. Koma. Sasa nyie wanaume kama nyie mnaofanya kazi ngumu, mnatakiwa mpate kiburudisho. Kiburudisho chenyewe ndio mimi hapa. Mnanionaje? Unaona hapa safi. Wewe hamna kitu wewe. Mimi namtaka huyu hapo Rasitamani. Rasitamani. Lele. HB. Endi samu. Bwana. Mbona sikisipaki mimi nazo? Uwe nguo bwana wewe. Tabia mbaya ndugu. Mimi nimemuelewa huyo. Kwa hiyo mwenyewe mzuri sana. Kweli lipstick nini wanja kwa kwenda mbele. Mimi ni chombo wewe.
Una feni kabisa. Mimi nina feni. Mimi nina feni, sina AC. AC inaenda taratibu, ila feni inazunguruka hivi. Ngoja niende na Rastaman. Achana naye huyo. Sasa wewe Rastaman, hiyo uliyofanyia kazi yote hiyo unanipa mimi hapa. Sawa? Sio yote bana. Wewe hamna vya bure. Ya kula. Twende bana. Tutaelewana huko mbele ya safari. Nyie bakini hapo mchomwe jua. Likuwa nikimwabudu Mungu na kumwamini, matendo yao mabaya yakanitoa kwenye imani. Binadamu wabaya wenye roho mbaya wakanitenda vibaya. Odi. Odi. Wow, mama mkubwa. Shikamoo mama mkubwa. Wewe Zuena. Nani kakuelekeza hapa? Nimeuliza nikaambiwa unaishi hapa, ndio nimekuja. Nimefurahi kukuona mama. Nimefurahi kukuona mamangu. Yaani umetoka kijijini moja kwa moja tunakuja kwa mama mkubwa. Kwa taarifa ipi ulotoa? Simu yangu ilikuwa ina salio, naomba unisamehe. Hukuwa na salio kwenye simu yako. Umeshindwa kuazima simu kwa mtu? Ukanipigia, ukaniambia kama mama mkubwa mimi nakuja. Nimeona nije tu kubadilisha mazingira, maana nimechoka kukaa kijijini. Kila siku mazingira ni yale yale. Nikasema kule Dar kuna mamangu mkubwa, ngoja niende nikamsalimie. Ndio nimekuja mama mkubwa. Basi mama mkubwa, tukaongelee tu ndani, tufanye maisha. Sikupokea hata kidogo. Sikuelewi kwa chochote wala kwa lolote, naomba uondoke. Mama mkubwa, niondoke? Ndio. Sasa mama mkubwa, nitaenda wapi? Utajijua wewe, lakini sio hapa kwangu. Sasa naenda wapi ikiwa Dar es Salaam sina ndugu? Utajijua wewe. Ungeazima simu, ukanipigia ukaniambia mama mkubwa mimi nakuja leo au nakuja kesho saa fulani muda fulani. Kusudi mimi nijue napanga bajeti zangu vipi kukuhesabia wewe. Lakini wewe unakuja tu moja kwa moja eti mama mkubwa nimekuja kusalimia. Mama, naomba uwe na moyo wa huruma basi. Hapa Dar sina ndugu. Nitaenda wapi? Usikae, nimekuambia ondoka. Mama mkubwa, shumni wewe. Unakuja sehemu afu ndugu yako anakufukuza. Mama mkubwa, nitaenda wapi? Nenda bwana, utajua wewe unaelekea wapi. Mama mkubwa, naomba nisamehe, nitaenda wapi? Hapa kwa jamani mtoto. Hebu nenda. Ndio ondoka bwana. Nilitegemea mama alivyokufa wewe ndio utanipenda. Utarisi upande wa mama yangu, lakini unanifukuza. Utajua wewe. Basi naomba hata chakula nile, njaa inaniuma. Unakwambia sina chakula, naomba chakula nile, njaa inaniuma, sina pa kwenda. Nakwambia sina chakula. Sawa? Hebu ondoka. 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 Fanya haraka. Ondoka bwana wewe. Mama mkubwa, mama mkubwa. Mama, ungekuwa pale singeteseka. Mkubwa. Naondoka, nashukuru, ila utanikumbuka. Nikukumbuke kwa mangapi wewe mtoto wewe? Mama yako kafa na sijamkumbuka, nikukumbuke wewe? Tumezaliwa wote au? Nilozaliwa naye tumbo moja na simkumbuke. Na nisumbua nyie. Hatari kweli kweli.
Mamkubwa, sasa umenifukuza, mimi nitaenda kukaa wapi mjini? Sina ndugu. Lakini binadamu mbona hana huruma? Mamkubwa, mama, ungekuwepo nisingepata shida mimi. Nitaenda wapi mimi? Lakini nawazo, kuna mkaka alinipa namba yake, anaitwa Juli Taxi. Oh my God. Ufupi wa hey, yes man. Odi. Odi. Karibu. Karibu. Asante. Samahani. Bila samahani. Habari yako? Salama, habari? Mzima. Tunaona nimekutoa kidogo kwenye sijajua. Sijali, karibu. Samahani. Okay, asante sana. Okay, unajua nimepotea mimi mgeni. Na dada mmoja namtafuta. Anaitwa Sabrina. Sabrina? Sasa ni rafiki yangu, ni mpenzi wangu, ni mchumba wangu, nampenda pia, namtaka pia, ndio maana namuulizia. Sabrina? Sabrina namfahamu, lakini mbona Sabrina alishafariki? Sabrina mshakufa? Tumeshasahau, hadi nakusahau. Alifia mjini na maiti huko mjini, yani kila kitu amezikiwa huko mjini. Hata hapa maiti haijaletwa. Kashafariki. Nasema kweli dadangu. Ndio nashangaa ikiwa wewe ni mpenzi wake hujui kama Sabrina amefariki. Lakini kwa sio mbali. Umeona Chikinjia? Kuna migomba hivi, utakuta kuna mgomba wa kwanza wa pili, nyumba ya kwanza ya pili ya tatu ndio kwa kina Sabrina. Okay, asante. Wewe unaitwa nani samani? Naitwa Juli Taxi. Juli Taxi? Ndio. Yule kwenye Saladini? Jamani, nimekutana na msanii. Wow. Ndio maana nashangaa mazingira ya kijijini sijawahi kuyaona, cheni kali. Asante kwanza kwa hilo. Subiri kwanza Juli. Sasa naweza nikapata namba zako za simu labda siku na mimi nikaja mjini nini, si unajua tena maisha ya kijijini. Mtu unachoka kila siku ukiamka mazingira yale. Kwa hiyo labda nikija mjini niwe mgeni wako, labda mwenyeji, yani urafiki. Naomba tu na rafiki. Asante sana. Namba yangu ni 0715 0715 31 92 27. Nimeshaikalili hiyo. Kweli? Kwa hiyo nikifika mjini, okay, ulizia karibu na Mbezi Beach. Unafika Mbezi Beach karibu na Dr. Musa. Ni jirani na Dr. Musa. Basi sawa, nashukuru Juli Taxi. Okay. Aliniambia nikifika mjini maeneo ya Mbezi Beach, aliniambia nakaa karibu na Dr. Musa. Binadamu wabaya wenye roho mbaya wakanitenda vibaya, matendo yao mabaya yakanitoa kwenye imani. Nilikuwa mwema, mwenye nuru na utukufu wa Mungu. Juli Taxi. Ni mimi Janet. Ulisema nikija mjini nikutafute. Sasa nimeshafika mjini. Niko maeneo ya hapa kwenye magorofa, sijui ni wanajenga hivi. Cheupe.
Cheupe, tulia, unaogopa nini? Ushafika hapa. Msinishike basi. Vipi? Hapo hapo tulia hapo hapo. We, stop. No, we. Tulia kwanza. Tulia. Wewe tulia. Na wewe. Unataka kumfanya nini? Nyimbo mnamuogopa nini? Sikilize. Wana wewe unajua? Najua. Janet. Twende. Pole. Halo Aisha. Halo. Nije kule Tanzania. Nani mwenzangu? Shini Clever Sambazi humu Mkongo. Unanisabwa? Clever? Ndugu yake ya Kibamba wa Kibamba. Shini Clever Sambazi. Unanisabwa? Kwanza nimekuheshimu sana kupokea simu yako. Mimi ndugu yako simtaki tena. Problem yangu ni moja tu. Je voulais savoir d'abord une chose. Juu ya nini unamkatala ndugu yangu Kibamba? Unaona kule mnatoka. Meleo yako nanyambia sema unamkatala. Yako au juste. Aisha. Siwezi kuolewa na mwanaume mfupi kama hivyo. Siwezi kuolewa naye. Leo hii unamkatala Kibamba ndugu yangu paske yako mfupi. Mais attends, ishi ni bêtise. Kuko tu ni bêtise kumwambia mtu asoko mfupi. Ni bêtise. Pale unaanza kumuitikaka hii mashiku yote. Shuru semaka amie kule ku Tanzania njoo mutendelea bien. Leo hii anafika Tanzania. Unamkatala sasa ni mfupi. Est-ce que c'est ça? Unamwona Marimi? Zozo bumbafu chijingi c'est ça? Pale unaanza kumuitikaka hii mashiku yote. Shuru semaka alikuwa ananitumia picha ambao halikuwa tu mwili mzima, kwa hiyo ndio maana nikavutiwa naye. Nilikuwa naona tu ni mtu yani wa kawaida, lakini alivyokuja nikamuona live, siwezi kuwa na mwanaume mfupi wa hivyo. Siwezi. No, un peu du respect. Haina vile. Yani ni kweli nilimpenda sana ndugu yako, lakini nilivyokutana naye yuko vile, siwezi. Na babangu aishie kunipiga kwa ajili yenu. Kumbe mtu mwenyewe yuko vile, siwezi kuwa naye. Siwezi kuwa na mwanaume wa hivyo. Kwanza kabisa mfute kama mkwaga mnawasiliana na mimi. Naomba tu msahau. Siwezi kuwa na mwanaume mfupi wa hivyo. Siwezi hata kumleta kwa wazazi wangu. Mwanaume gani mimi yule namleta kwa wazazi wangu? Unataka mimi babangu anipige zaidi ya vile alivyonipiga siku ile? Siwezi kuwa naye. Clever Sambazi. Ninasikia mambo yote unasumbuliana na Aisha ule Tanzania. Nikwambiaka mimi asema mapendo ya kutelefoni. Alikanake mapendo ya kweli. Ni mapendo ya bongo sana. Clever. Sambazi. Mwanzo tushikiaka hako. Mimi katalaka mimi asema Kibambe ashende ku Tanzania. Na mkuni chiki yake. Lwabuyuwai yeula nenda asha udisifu vila tamoa Aisha ule Tanzania. Oui, shani dipika pakilari masiku yote. Shitaoana, ndio pale taoana. Shiaoe sasa ule Tanzania ni Aisha. Clever. Hapa mutapata haya. Kibamba sitarudia tena huku Kongo. Clever. Munaona? Mukino wa muzee munatoka harufu lakini munasemaka mambo ya vya kweli. Yuri! We Yuri! Yuri! Yuri!
Shemeji. Hivi Juli, una matatizo gani wewe? Juli, unanitafuta nini wewe? Shemeji, kuna nini? Vile nilivyokufanyia unaona haitoshi, bado tu unazidi kunifuatilia, si ndio? Juli, unanitafuta nini wewe? Shemeji, kuna nini? Una matatizo gani wewe? Una matatizo tena? Kilichokuwasha wewe kwenda kumwambia Mkombozi ninakoishi ni nini? Mkombozi? Ndio. Shemeji, kwani Mkombozi amekuja kwako? Amekuja mpaka nyumbani kwangu. Na hakuna mwingine zaidi ya wewe. Tuliongea mimi na wewe ukasema hutomwambia mtu, lakini umemwambia Mkombozi. Shemeji, nisikize vizuri. Mimi sijamwambia Mkombozi chochote kuhusu wewe. Na wala mimi bado sijaonana kabisa na Mkombozi. Naomba uniamini, sijaonana na Mkombozi. Ni wewe uliomwambia Mkombozi. Sasa basi nakuuliza hivi. Hivi unataka unigombanishe mimi na kaka yako ili kaka yako aje kuoa wewe, si ndio Unachonitafuta, naongea na wewe kwa mara nyingine tena. Nini unachonitafuta mimi? Ina maana vile nilivyokufanyia havitoshi. Ukaona bado unazidi tu kunifuatilia, si ndio? Vipi shemeji? Mama mkubwa, shumni wewe. Unakuja sehemu afu ndugu yako anakufukuza. Mama mkubwa tena. Yaani umetoka kijijini moja kwa moja tunakuja kwa mama mkubwa. Nilikuwa mwema, mwenye nuru na utukufu wa Mungu. Njoo basi jamani, umelala au? Sioni, sisikii.